Ujambo rafiki yangu, nafurahi sana kuamua kuchagua kuwa pamoja na mimi katika makala na tundu hizi ambazo tunazileta kwa pamoja tuweze kushirikiana. Wow, I'm so happy for you. Nafurahi sana kwa ajili yako. Hautachoka kusikiliza makala hizi. Bila shaka zitakupeleka katika ufunguo mwingine wa mawazo ambayo itakusaidia kuweza kupiga hatua na kunyanyuka, ndiyo, na kusonga mbele, kuona mlango mwingine, kupita ule uliotoka na kuingia katika mwingine tena. Naam, utajuta. Leo natamani tuweze kushirikiana maneno machache katika kitabu kinaitwa The Power of Now. Kitabu hiki kimeandikwa na mwandishi anaitwa Eckhart Tolle mwaka 1969. Huyu mwandishi ni mwalimu wa kiroho ambaye mafundisho yake yamewasaidia mamilioni ya watu duniani. Lakini kabla hajafikia mafanikio haya, alipitia kipindi kigumu sana cha maisha. Akiwa kijana alipambana kwa muda mrefu na msongo mkubwa wa mawazo na kukata tamaa. Bla bla bla. Unafahamu watu wa kiroho vile wanavyokuwa wakiongoka na vitu kama hivyo, kwa sababu kuna power ambayo imewafanya wasimame, watoke katika changamoto vile na kadhalika. Napenda kuzungumza background yake kidogo ili tuweze kupata kwa nini aliandika mawazo yake haya. Lakini usiku mmoja alifikia hatua ya kuuliza au ya kujiuliza swali la ajabu ndani yake. Swali hilo natamani sasa tuweze kushirikiana kwa pamoja. Kuna kihini hapa chetu cha leo. Je, ni nani huyu anayeteseka ndani yangu? Swali hilo lilimfungulia mlango wa mabadiliko makubwa ya ufahamu wa ndani. Na ndipo baada ya miaka ya kutafakari na uzoefu wa kiroho akaandika kitabu hiki ambacho tutachukua quotation yake moja ndogo tu tuweze kushare, ambacho alikiandika mwaka 1997. Kwa hali iliyompelekea kuandika hichi kitabu, Bwana Tolle aligundua kwamba mateso mengi ya wanadamu hayaletwi na hali ya sasa, bali huletwa na mawazo ya zamani, matukio ya zamani, au kwa lugha nyingine tunasema ni blueprint ya kile ambacho kilitokea zamani. Hofu ya siku zilizopita, sauti ya mazungumzo ya zamani, kila tu ukipumzika, zile flashbacks zinazokuja, mawazo yale ya zamani. Kama baba alikuwa ni mgomvi, anampiga mama, inaendelea kuzunguka kichwani. Kama baba alikuwa ni mlevi, anatukana, yale matusi yanakuja kichwani. Kama ulifanywa tukio baya, kuna wengine waliingiliwa kinyume na maumbile, walawitiwa, walibakwa, ile background inakuja kichwani. Mawazo yale, hali ya umaskini wa kwenu pale, hali ya anasa za pale nyumbani, mnakula nini, jinsi mlivyokuwa mna spend pesa, maisha kama hayo. Wengine wanakumbuka maisha ya shuleni, wanakula dengu, wanakula ubuyu, wanagawana, wanakumbuka wanakwenda visimani kuchota maji, vitu kama hizo. Zile flashback, kumbukumbu, mawazo ya zamani, matukio ya zamani, tena matukio yaliyokugusa zaidi, misiba, huzuni. Hayo mambo yanayotokea ndiyo yanayokupelekea hali ya sasa hivi uwe nayo. Kwa hiyo wewe hivi ulivyo umetengenezwa na kile kilichotokea zamani. Yes, zamani. Kwa hiyo wewe ni product ya past events, vitu vilivyotokea zamani. Ndipo akaanza kufundisha jambo moja kuu: nguvu kubwa ya maisha iko katika wakati wa sasa. Na ndio maana hichi kitabu kinaitwa jina ila Kiingereza hilo, The Power of Now. Manake ni nguvu ya sasa, nguvu ya sasa.
Kuna neno moja ambalo Tor ameandika ambalo napenda kutushare. Anasema hivi: wakati uliopo sasa ndio kitu pekee ambacho kweli tunacho. Kile ulicho nacho sasa hivi ndicho hicho unachotakiwa ukifikirie. Kwa lugha nyingine, chenchi uliobakiza ndio uipigie bajeti ya leo. Usizungumze juu ya jana. Jana nilikula sana, jana nilienjoy sana, jana niliumia sana, jana nilifukuzwa, jana nilikataliwa, jana nimepata divorce, jana bwana mimi nilipigwa na mke wangu. Maana sasa hivi hata kuna wanawake wanapiga waume zao. Mimi jana bwana mimba ilikataliwa. Kwa hiyo leo, kwa kuwa jana mimba ilikataliwa, leo ndo nataka ufanye abortion. Kwa kuwa jana mimba imekataliwa, leo nataka ujifungue umtupe mtoto. No, hapana. Leo ni tofauti na jana. Wakati huu uliopo, si leo tu, maana leo ni pana. Now, sasa ndio kitu ambacho pekee tulicho nacho, ambacho tunapaswa tufurahie sasa hivi. Furahi sasa hivi. Ndio maana wasanii wanakuja na wanakuambia life is short, you have to enjoy it, lakini hawafafanui kwa upana wake. Lakini nachomaanisha si kuenjoy. Tumia muda wako wa sasa hivi kutengeneza kitu kikubwa sana. Dakika moja, sekunde moja ulionayo, maamuzi ambayo utayafanya sekunde hii ya sasa hivi ndio itakayo determine wewe ni nani. Kwa maneno mengine, jana tayari imepita na kesho bado haijafika. Maisha halisi hutokea katika dakika hii unayoishi sasa. Fikiria juu ya sasa. Acha yaliyopita. Usitembee na kinyongo. Ndio maana watu wanateseka na sonona, depression, anxiety. Mpenzi umekuwa naye muda mrefu. Ndio, ulikuwa naye muda mrefu, sasa hayupo, amekuacha. Then what? Nini sasa? Unakataa kula, unashindwa kunywa, unashindwa kufurahia maisha yako. Ishi maisha yako, achana naye. Tazama sasa hivi. Ndio, alikuwa ni wa muhimu, lakini hayupo. Upo wewe, na sasa hivi unapaswa usimame kama wewe. Kuna nukuu nyingine naipenda, nukuu ya mwisho. Anasema, naipenda sana hapa. Sikiliza hii hapa. Ina uketo. Pale unapokuwa kikamilifu katika wakati uliopo, maisha yako yanaanza kuwa na amani na uwazi. Sasa hivi unapokuwa umejicommit kwamba mimi sasa nipo hapa, maisha yako yatabadilika. Achana na mali makando ya zamani, achana nayo. Ndio maana kwenye maandiko matakatifu wanasema, mtu akisha kuwa ndani ya Kristo, tazama ya kale yanapita na yanakuwa mapya. Kwa lugha nyingine, Mungu anakusamehe, anayatupilia mbali makosa yote, anakutazama sasa hivi kwa upya wake. Hiyo flashback ndio nataka uilete hapa. Usijichukulie madhaifu yako na upungufu wako uliokuwa nao jana. Nataka uanze kufikiria leo kana kwamba leo
wewe ni kiumbe kipya umeingia duniani. Wewe ni kiumbe kipya, hii sayari ni mpya kwako. Kwa lugha nyingine, jana ulienda kuapply kazi, ukaomba kazi, ukaambiwa kwamba hakuna kazi. Haimaanishi na leo kazi itakuwa haipo. Simama, nenda tena. Haujanielewa bado. Ni sawasawa unaenda kumtongoza binti, umemtongoza jana, akasema hapana, hakutaki, utaenda na leo tena, maana jana ni jana. Wow, nadhani umeanza kunielewa. Ndio. Ulifanya jana ikashindikana, ukapata hasara, ingia tena leo ukafanye tena. Maana jana ni jana, leo ni leo, ni siku nyingine. Wow, you get it? Thank you. Wow, I like that. Hii ina maana kwamba mtu anapoacha kubeba mizigo ya jana na hofu ya kesho, kwamba kesho itakuwaje. Wewe unajua utaishi kesho? Hapana. Akili yake huanza kupata utulivu wa ndani. So ili uweze kufanya maamuzi yaliyotulia, unapaswa uwe na utulivu wa ndani, inner peace. Hii itakupelekea ufanye maamuzi ya leo ukiwa umetulia, pasipo na kuwa na pressure na hofu ya kesho na mashaka ya kukosa kama ulivyokosa jana. Watu wengi wanaishi maisha yao katika hali ya kukimbizana na mawazo. Akili inawapeleka kwenye makosa ya zamani, kwenye majuto au kwenye hofu ya mambo ambayo hata hayajatokea. Lakini ukweli ni huu, maisha yako halisi hayapo jana wala kesho, yapo sasa hivi. Kwa ukijifunza kikamilifu katika wakati huu, utaona uzuri wa maisha, utaona fursa na utaanza kuishi kwa amani ya ndani yako. Leo chukua dakika moja tu hapo ulipo. Ukiweza, fumba macho. Katika macho yako ukiwa umefumba, jaribu kuvuta picha kana kwamba ya rangi ya machungwa. Vuta pumzi, vuta pumzi, vuta pumzi, relax. Iachie polepole kupitia mdomoni. Useme ninaweza. Good. Nataka utazame maisha yako ya sasa. Utambue kwamba katika dakika hii bado una nafasi ya kuanza upya. Kwa sababu maisha si hadithi ya jana. Maisha ni zawadi. Na hii zawadi umepewa sasa hivi. Itumie. Please. Usiipoteze. Na mara nyingi pale mtu anapojifunza kuishi kikamilifu katika sasa, ndipo anapogundua kwamba amani aliyokuwa nayo akiitafuta, alikuwa nayo, yeye anaangalia kuitafuta kwa nje, lakini anayo ndani yake. How do you feel unapofumbua macho? Nadhani umeiona nguvu. Hiyo nguvu upo nayo leo. Na kama umenisikia asubuhi, nakwambia hiyo nguvu itakufanikisha kufikia jioni. Please. Usisahau kuja kuandika kwenye comment hapa vile ambavyo leo ilikuwa. Nakutakia uwe na siku njema. Have a nice day. Uwe na wakati mtulivu mahali ulipo. Stay focused. You have a power. Please. Usijijaji vibaya. Una nguvu ndani yako. Bye bye.